Nataka nikufundishe jambo ambalo unatakiwa ulijue, unayeumia na mapenzi au unayepitia kwenye mahusiano yenye changamoto. Jambo lolote linalopelekea kuangamiza nafsi yako au roho yako au maisha yako, kama ni la utukufu wa Mungu, jua Mungu atatukuzwa na huo uhai utaupata. Lakini kama ni jambo la hisia zako, tamaa zako, kwa sababu mtu umempenda, unajimimina kama majani au kama kimiminika, rafiki yangu, hiyo biashara acha. Ni biashara feki, ni biashara isiyofaa. Leo nataka nikwambie rafiki yangu, kama unajitoa ni kwa mapenzi ya Mungu, fanya. Lakini kama unataka kujiua kwa mapenzi yako na tamaa zako, hiyo biashara usifanye, maana utaenda jehanamu. Utateseka hapa duniani na mwisho utaenda jehanamu ya moto. Lakini kama ungekuwa unajitoa kwa ajili ya Yesu Kristo, uhai wako umtetee yeye, na maana jua ungepata hiyo nafsi yako, kwa sababu kila kilicho kwenye mikono ya Mungu hakipotei. Kostuka toka usingizini, usiruhusu kifo, usiruhusu kunywa sumu, usiruhusu kujiumiza, usiruhusu msongo wa mawazo, usiruhusu kuishi maisha bila amani kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu ameviondoa kwenye maisha yako. Simama na Bwana, amini Mungu ataleta tumaini. Msii Roho Mtakatifu ataweka amani ya moyo. Kisikiliza maisha yako, unapotengwa na watu, una amani ya moyo, basi jua ni Mungu anakuongoza kwenye hicho kipindi. Lakini ukiona hauna amani ya moyo, au unaamsha hisia zako, au roho inakusuta kwa kile kitu ulichokifanya, hakuna amani kabisa, basi jua hicho kitu kilichotokea si cha kimungu. Maisha na safari hapa duniani tunahitaji tusikilize amani ya moyo, maana amani ya moyo inaongozwa na Mungu. Lakini tusipokuwa na amani kwenye maisha yetu, ina maana tukafanya maamuzi kulingana na hisia, ndugu, tutaenda pabaya. Rudi tulia rafiki yangu, si muda wako wa kufa sasa. Si muda wako wa kunywa sumu, si muda wako wa kujichukia, si muda wako wa kuona umepoteza kitu cha thamani kwenye maisha yako. Kuna kitu cha thamani zaidi ya hichi au ya mpenzi ambaye unamlilia sasa. Ipo nafsi yako, yupo Mungu, yupo mfalme wa wafalme, yupo Mungu aliyekuumba. Usikubali kuteseka, usikubali kuhangaika kwa mwanadamu ambaye leo yupo, kesho atapukutika kama majani ya kiangazi. Je, angekuwa amekufa ungefanyaje? Hesabu amekufa, hesabu amepotea, hesabu haishi tena. Ukifanya hayo utakuwa salama. Lakini usipofanya hayo ukazidi kumkumbuka, ndugu, itakula kwako. Hata wale ambao tunawakumbuka leo tunaumia, ni kwa sababu ya tamaa ya kutowaona au mazoea. Lakini tukifuatilia, ni watu ambao waliwahi kutuumiza, ni watu ambao walikuwa watuthamini, ni watu ambao walikuwa wanatutesa, au muda mwingine walitutoa kwenye kusudi la Mungu, au muda mwingine walikuwa wametuzuia tusipige hatua. Kwa hiyo rudi, muamini Mungu. Mungu anaweza kukutengeneza upya, anaweza kutengeneza roho yako upya. Mgeukie yeye. Hujaokoka, mpokee Yesu Kristo uokoke rafiki yangu. Umezini muda mrefu, umeloga muda mrefu, umeishi maisha machafu kwa muda mrefu, umeishi maisha ya tamaa na zinaa kwa muda mrefu. Amua kubadilika rafiki yangu. Kumbuka hayo maisha yote ya upumbavu na ya ushetani ni ya muda tu. Na yeyote anayeishi maisha hayo ameshakata tiketi ya kuja kuishia jehanamu ya moto na ile shetani lenyewe lilokudanganya. Mrudie Mungu, mgeukie Mungu. Mungu atakusaidia kupitia Yesu Kristo. Unaweza kupata amani. Kusoma Yohana 10:10 maandiko yanasema shetani yeye alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu. Kama mpenzi wako uliye naye au aliyekuacha au mliyekuwa kwenye mahusiano amehusika kwenye kukufanyia haya matatu, aidha kukuchinja, kukuibia au kukuharibu, huna amani kabisa. Huyo ametuma na shetani. Lakini ukiona mtu amekuja kukupa amani kisha uwe nao tele, huyo ndo ametuma na Mungu. Kwa hiyo usiangalie tamaa zako, angalia kile kilichoondoka, na maana kimehusika kwenye kukuchinja. Angalia, je, kwenye kuondoka kwake wewe ndo umekosea au yeye ndo amekosea? Je, alikuwa na kusudi la kukuoa au kukuweka kwenye ndoa, au alikuwa anakuchezea kama mpira? Sasa wengine wanaweza kuondoka, si watu sahihi kwenye maisha,
na wasingefanya chochote cha maana kwenye maisha, lakini kwa sababu ya tamaa zetu na kupigwa upofu tumepoteza nuru na thamani ya maisha yetu. Usikubali kutembea kama kipofu kwa kila hali inayotokea kwenye maisha yako. Iwe ni kukataliwa, iwe ni kuumizwa, jua kuna sauti ya Mungu ya kukukomboa na kukuondoa kwenye vitu visivyo sahihi au kukutenga na vitu visivyo sahihi. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Usiogope. Unapoachwa, Mungu yuko upande wako, atakusaidia. Nawapenda. Thank you for watching.